Naam, leo tuangazie historia ya kijana mdogo aliyefahamika kwa jina la Raphael Charles Joseph. Je, umewahi kusikia kuhusu mabunge ya watoto? Ndiyo, watoto hukusanyika kujadili masuala yanayowakabili na kutoa mapendekezo kwa viongozi wakubwa. Nafasi hii ilimwangukia kijana mmoja kutoka Shinyanga ambaye alikuwa mstari wa mbele katika harakati hizi, akizungumzia si Tanzania tu bali Afrika nzima na kwingineko. Kijana huyu ni Raphael Charles Joseph. Raphael alianza safari yake ya utetezi akiwa na umri mdogo sana. Mwaka 2018 alikuwa bado anasoma shule ya sekondari katika shule ya Mwangulumbi iliyopo mkoani Shinyanga, lakini alikuwa na hamu kubwa ya kuleta mabadiliko. Aliona kuwa sauti za watoto hazisikiki katika maamuzi yanayowahusu. Aliamua moja kwa moja kuingia kwenye siasa za watoto na akapata nafasi ya kushika wadhifa mbalimbali, akiwa kama mwenyekiti wa Baraza la Vijana Tanzania, yani Junior Council. Katika nafasi hiyo aliweza kuwakilisha Tanzania katika mabunge mbalimbali ya watoto, ikiwemo mabunge ya Afrika Mashariki, mabunge ya Afrika nzima, hata yale ya SADC, yani Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Alisafiri na kukutana na viongozi wengine vijana, akajifunza namna bora ya kutetea haki za watoto. Kijana Raphael alijikita katika masuala muhimu yanayokabili watoto, ikiwemo elimu bora, afya, ulinzi dhidi ya unyanyasaji na ushiriki wao katika maamuzi. Alizungumza kwa ujasiri, akiwataka viongozi wakubwa kutowasahau watoto walioko nyuma. Aliwakumbusha kuwa watoto ndio wenyeji wa kesho na wanastahili kuwa na sauti leo. Mwaka 2024 Raphael alichaguliwa kuwa balozi wa vijana wa UNICEF Tanzania. Alikuwa na umri wa miaka 18 tu, lakini tayari alikuwa na uzoefu wa kimataifa wa mabunge ya watoto. Anawakilisha vijana wa Tanzania katika majukwaa mbalimbali, akiwa na kauli mbiu inayosema tusikilizwe, sisi ndio mustakabali wa nchi hii. Kijana Raphael anatupa funzo kubwa kwetu sisi vijana na kutuonesha kuwa uongozi hauna umri. Kijana anaweza kuwa kiongozi, anaweza kukaa mezani na viongozi wakubwa na kuzungumzia masuala yanayomhusu. Pia anaonesha ushiriki wa vijana katika siasa na maamuzi si jambo la kutarajiwa tu, bali ni haki yao. Hadi kufikia hapa, mimi sina la ziada. Niandikie kwenye comment kama ungependa kijana wako awe kiongozi, na je, umemwandaa vipi kufikia malengo hayo? Mimi ni Halmen Abud.